Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Abu Hudhaifa Isa Muhammad. Leo tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu cha Sheikh Mbweni Podcast, ambapo leo tutazungumzia zaidi kwenye swala la self awareness. Katika hili kwa Kiswahili tunasema ni kujitambua mwenyewe. Na katika kipindi hichi kinamhusu kila mtu, ila kwa upande wangu leo ningependa kuzungumzia zaidi kwa upande wetu vijana, kwa sababu sisi vijana ndio tegemeo la taifa letu, sawa? Lakini pia kuna wale ambao wanakuja, kwa hiyo pia inawahusu ambao wanajengwa kuwa taifa la kesho. Self awareness ama kujitambua binafsi, huu ni ujuzi, sawa? Huu ni ujuzi ama uwezo wa mtu mwenyewe kujitambua kiundani, sawa? Na katika kipengele hichi cha self awareness ama kujitambua binafsi kimegawika katika maeneo mbalimbali ambao mtu mwenyewe anatakiwa ujiulize na ujiangalie, je, katika maeneo hayo upo? Ambapo sehemu ya kwanza unatakiwa ujiulize, wewe ni nani? Unatakiwa ujitambue wewe ni nani. Ukishajitambua wewe ni nani, unatakiwa ujue kwamba mimi nina uwezo zaidi kwenye jambo gani, na nina udhaifu zaidi kwenye jambo gani. Hilo pia ni jambo muhimu zaidi. Lakini jambo jingine pia unatakiwa ujue, katika maamuzi yako ambayo unafanya katika maisha, yanaathiri vipi maisha yako pamoja na jamii yako. Hilo pia ni jambo la muhimu ambalo unatakiwa ujue. Sawa. Unajua katika taifa letu la Tanzania kuna speech ambayo nilisikia kwa waziri wa vijana kama miaka kadhaa iliyopita. Amesema kwamba kuna takwimu ambazo huwa zinafanywa, na takwimu hizo ni kuangalia uwezo wa vijana katika nchi fulani na fulani na fulani ukoje. Na takwimu hiyo kidogo iliniumiza sana, kwa sababu katika ranki ambazo ziliwekwa kwamba si wa Tanzania, vijana wa Tanzania ni wa pili kutokea mwisho. Sawa? Kwa sababu gani? Uwezo wetu unasemekana kutokana na utafiti kwamba ni mdogo kwenye mambo mbalimbali, ikiwemo katika kufanya maamuzi, kujiamini na mambo mengine. Sasa endapo kijana utakuwa na self awareness, mimi nina imani sizungumzie kijana binafsi, yani endapo sisi vijana wa Tanzania tutakuwa na self awareness, tutajitambua si wenyewe, utajua kwamba wewe unahitaji kitu gani, unataka kufika wapi, sawa? Una malengo gani na unatakiwa ufanye nini ulifike malengo yako. Kwa hiyo hayo yote hayawezi kufanikiwa ikiwa huna self awareness. Na ikiwa vijana wengi Tanzania, jopo kubwa la vijana Tanzania, tukiwa hatuna self awareness, basi taifa letu litaendelea kudharaulika siku baada ya siku. Ili kuliokoa taifa letu na hayo, inabidi kuanzia leo, kijana mwenzangu, unatakiwa ujiulize, je, mimi ninajitambua? Inawezekana ikawa unajihisi kwamba unajitambua, lakini sio kweli, kutokana na matendo yako ndio yatakuonyesha kwamba unajitambua ama la. Na zaidi kuna uchunguzi kidogo ambao nimefanya. Kuna vitu ambavyo vinachochea sisi vijana kudrop kwenye baadhi ya vitu. Mfano, unakuta kuna kijana anafight, unamuona sasa huyu anafight, anapambana, anafanya shughuli hizi, mwanaharakati, lakini hafanikiwi, hatoboi, humoni maendeleo yake. Hiyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hana self awareness. Kivipi? Utakuta kuna mtu anapambana kweli, anafanya nini, lakini kumbe kile anachokipambania hakimuhusu, ilikuwa hausiki nacho. Kwa sababu gani? Nilizungumzia kwamba katika self awareness kuna kitu kinaitwa kutambua uwezo wako na udhaifu wako. Endapo ukitambua hilo, utajijua wewe sasa wewe uko zaidi katika jambo gani, na kwenye jambo fulani huwezi. Utaepuka na hiyo kupoteza muda kupambana na vitu ambavyo hautaki kupambana navyo, na kuchukua muda kupambana na vitu ambavyo wewe utaweza kupambania na ukafikia malengo kiurahisi. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba vijana inabidi tuache kutumia vibaya mitandao ya kijamii, kwa sababu kuna watu ambao wanatumia vibaya mitandao ya kijamii, na kutumia ubaya wake kwamba inapelekea
kureduce zile confidence. Mfano, inawezekana mimi pengine ninajijua tu, yani sijui kama nina uwezo wa kuigiza, lakini ninajiaminisha kwamba ninaweza kuigiza. Kwa hiyo nikaanza kutengeza pengine maudhui TikTok ama Instagram, nikawa na post, lakini ule mpokeo ukawa ni mbaya, comment zikawa mbaya, hujui ama pengine nikasipati like za kutosha, ili kanivunja mimi moyo, nikasema kumbe mimi sio chochote bwana, nikaanza kujidharau. Kwa hiyo ni moja hapo ya kujivunja wewe, na ni moja hapo ya kitu ambacho ni changamoto kubwa sana ambayo ipo katika maisha yetu ya reality Tanzania, kwamba binadamu kijana anakosa self awareness mpaka anafikia hatua hiyo, ana reduce own confidence ambayo yuko nayo kutokana na mazingira haya. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa, vijana wenzangu, inabidi kuanzia leo tukae tujitathmini. Je, mimi najitambua? Mimi ni nani? Niko wapi? Nataka nini? Naelekea wapi? Nina nini na nini? Nina kitu gani mimi ambacho kitaweza kunifanikisha nifikie sehemu fulani ambayo natamani kufika? Je, hiyo sehemu nataka kufika nina uwezo nayo la? Sawa? Kwa inabidi tukae tujitathmini ili kufikia malengo. Taifa letu linatutegemea. Je, tunalisaidiaje? Tuanze leo kujitambua, sio wenye binafsi. Then tutaanza kupiga hatua ya kutetea taifa letu. Asanteni sana. Tukutane kwa wakati mwingine. Ramadhan Karim.